Nice, last episode mulipiga makelele kwa mitandao mkisema ladies edition pekee. Leo mmewakilishwa na 3 men ambao ni nani? Majina nani bro? Michael Mutai. Michael Mutai kutoka area gani? Eldoret. Shughuli ni gani umeniambia? Salon. Iko mazuri sana hapo. Brother man. Yes I am. Ukoje? Niko Majina nani? Kennedy Mwiti. Kutoka area gani? Zero. Sawa sawa Kennedy. Iko kitu mzuri hapo ndani. Aha, wa mwisho ni nani mwanaume kamili? Charles Kitili. Charles Kitili kutoka area gani? Kutoka Moyo. Charles, Michael, Ken, hapa ndani uko na sanduku 12 na ndani ya hizo sanduku 12 iko moja, iko na keki na lita 2 za Fanta. Hapa ndani iko blanketi 2. Hapa ndani nimekuwekea airtime ya 1000 bob. Hapa ndani iko 15,000 Kenya shillings kwa sanduku moja, iko ingine na 15,000 Kenya shillings, iko 25,000 Kenya shillings, iko 50,000 Kenya shillings na iko the ultimate price ya 100,000 Kenyan shillings. Ni sanduku gani munaona iko na kitu ambacho nyinyi wenyewe hamtaki hapo ndani? Hebu ongeleshaneni hapo, mungoe sanduku moja. Ni gani mnaona itoke? Kama mnaona mnataka yenye iko na 100,000 itoke, sikizaneni. Nataka ile tu. Kama mnataka yenye mnaona iko na water dispenser na vikombe, ama yenye mnaona maji na vikombe zake, mahali penye kuna wazee. Ladies waliniangalia hivi kwa macho na wakasema toa hiyo 100 na nikaitoa. Kwani mko sawa? Ndio. Tutoe one. Tutoe one. Wenye nguvu ni wao. Msema kweli. Hata mtazamaji anatamani kujua ni nini hawa wanaume watatu wametoa. Bainisha. Nani anatamani kufika hapo wa kwanza ndiye ajichagulie sanduku yake? Jana Ken. Ken. Watu wa Isiolo wanakuona na unajua walikusikia ukisema toa sanduku namba ngapi? Wacha nikuambie kitu umetoa. Nyote watatu mumeamua mkatoa 1 water dispenser na extension cable. And they are 100,000. Ikiwa mbaya sana, iko 15. Na ukikosa hiyo, bado kuna 15 ingine hapo. Na ukikosa hiyo, iko 25 na bado iko kafinje hapo ndani. Alafu kuna hiyo 100,000 yako. Mulika sanduku namba 10. Shika hii 4. Wachana na hii. Nakuomba tu. Nataka box. Januari mtu anakataa shilingi 4,000. Hii. 6,000. Ken, ulisema unataka 100,000 ama sio wewe? Kuna hata haja niongeze? Sanduku, nataka sanduku. Usinijaribu. 7, 8, 9. Mulika sanduku namba 4. 11,000 Kenya shillings unaacha? Yeah. 12,000 Kenya shillings unaacha? Yeah. 13,000. Wewe ni wa kwanza na sijaifikisha mtu hapo. 13,000. Toka kwa hiyo sanduku. Toka kwa hiyo sanduku. Iko 13,000 Kenya shillings kwa meza. Isiyo hata sio 1,000 kutoka Nairobi. Chukua hiyo pesa. Chukua hiyo pesa, wachana na hii sanduku. Wacha mtu mwingine akuje agongane nayo. Siongezi shilingi hata moja. Nataka box. Ken, kwa mara ya 3 nauliza. Juu nimechoka. Is it number 4? Is it my 13,000 Kenya shillings? Ama unageuza?
Hapana, niko na kona namba 4. Songa karibu na uwekelee mkono. Juu sioni kama uko sure. Uko sure ni hiyo? Ndio. Kwa mara ya pili Ken nakuuliza. Niulize kama nakuangalia. Is it sanduku namba 4, 13,000 Kenya shillings, ama unageuza? Nataka namba 4. Kwa mara ya tatu na ya mwisho. Serious. Tulia. Ni 4, ni 13,000 yangu, ama unageuza? Uamuzi ni wako. Take your time. Nataka box namba 4. Box namba 4. Ndio. Ameitaka. Mimi ni nani nimenyime? Na anaitaka na roho yake yote. Ken, vuta sanduku namba 4. Isiolo tunakuja na sanduku namba 4. Si ndio? Nani anakuja wa pili hapa? Mikael. Anaweza kuwa ameenda na 50 ama 100. Bado iko. Leka roho yako mbaya. Unasema mwenzako hajachukua 100, wacha uone yenye anachukua. Hukusikia nikisema achukue namba 10, si ndio? Shika hii kwanza. Weka kwa mfuko. Weka kwa jacket. Weka hiyo kitu kwanza. Usiogope. Januari unapatia mwanaume 13,000 Kenya na kuongeza basi, weka tu kwa mfuko. Weka kwa mfuko. Weka kwa mfuko. Weka tu kwa mfuko. 15, 16, 17, 18, 19, 20,000. Toka kwa hiyo sanduku. Kwani tunaringiana? Ni Januari. 20,000, chukua hii. Wanasemanga yenye unaona, chukua. You still thinking? Wachana nayo. Wachana nayo. Kama uchukui hii, chukua hii. Come on! No! 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 Are you talking na hii? Hautoki nayo. Hautoki nayo. I wish ungejua na kugusa wapi. Ungekuwa na 20,000, you already have 15,000 Kenya shillings kwa mkono yako. Bado unashikilia hapa. Bado unashikilia hapa. Ni mimi nikupatie hii 5,000 ama niona nipatie hiyo 15,000? 20,000 Kenya shillings nampatia. Nifanye nini? Hii inamaanisha ni kuongeza 20,000. 20,000. 20,000. 20,000. Yes! Yes, now we are talking. Unawachana na hii, ndio? Is it 20,000 Kenya shillings ambayo iko kwa mkono yako? Is it sanduku namba 8? Is it my lovely 3? Mwa? Is it 9? Ama unageuza? Kwa mara ya 3 nimeuliza hiyo. Na 20,000 mkononi. Usishike pesa. Pesa inakudanganya. Yeah? Yeah? Unachukua 20? I'm good. Kwa mara ya pili nakuuliza, 8 yako ambao unaiamini. Mulika sanduku namba 8. Ama unachukua 20,000 ama unageuza. Mara ya pili. Amua. 20,000. Hey, kwanza twende haraka, sikutaki uchukue hii. Hey. Umesema unawacha sanduku namba 8. Kwa mara ya 3 na ya mwisho, Michael, unawacha sanduku namba 8, unachukua 20,000 ama unageuza. Amua. Uamuzi ni gani? What you decide, unatoka nayo. Kunja na uingize kwa mfuko, hata usiangalie sanduku namba 8. Hiyo sasa inangoja Charles akiamua kuichukua. Rudi kwa stand. Chalo. Mimi nakwambia unaingia hapa kama kumeiva. 100 iko.
Wamewacha 100 hapa. Wamewacha 100. Wamewacha. Alafu wewe uende ushike gani? Nimpeleke vile nikupeleka, si ndio? This is 5,000 Kenyan shillings. 5,000 Kenyan shillings. Na sijachoka bado, natamani kuongeza hii. Kwama tufike mahali. Mulika sanduku namba 2. Hebu toka hapo. Wacha nikuongeze mafuta kutoka hapo. Mbio. 6,000 Kenyan shillings. 6,000. 6,000. 6,000. 6,000. 6,000. 6,000. 6,000. 6. Now we are talking. Alafu sema mimi ni mbaya kwa kumtoa kwa sanduku. Nitajitetea kwamba nilimtoa na nikamwongeza shilingi 1,000 ikakuwa 7,000, lakini yeye ndiye akakataa, akasema kae hapo. Unaonaje, utarudi nyumbani ama utachukua 7,000? Chukua box. Namba ngapi? Namba 3. Uko sure? Yeah. Hata ufikiri namba 2 sasa? Acha niende na 3. Unajua ni nini kwa namba 2? Sijui. Mara ya 3 nakuuliza, Charles, is it sanduku namba 2? Is it huyu 3 huyu? Mwah! Is it my 7,000 Kenyan shillings? Ama unageuza? Acha niende na 3. Na 3. Box. Yeah. Mara ya pili nakuuliza, is it box number 3? Is it 2 ambao imekutoa wewe mwenyewe hapo ukangoja kaona imezea tamaa, hautaki hata hawa watu waguse? Is it the 8,000 Kenya shillings ama unageuza? Uamuzi wako, uamuzi wako, uamuzi wako. Mara ya pili nauliza, gani? Nakwama na 3. Unakwama na 3. Kwa mara ya 3 nauliza, is it number 3? Is it number 2 ambao ulikuwa nao na imani? Na imani yako ya pili kwa number 5 ambao wewe mwenyewe umesema ni 50,000 Kenya shillings, ama unageuza? Final. Chukua yenye unaamua, unavuta box, vuta sanduku namba 3. Michael, Charles na Ken wote wamepata yao. Ikiwa yako pia inakungoja kwa *419# au tushinde.com. Tuonane baada ya break. Dial *419# option 1 ucheze tushinde lucky box. Pia wewe uangukie yako. Saa hii ukidial *419# option 4 ama uingie kwa tushinde.com, hakuna probox. Jaribu. Ni ukweli. Yaani nimeshaingia na ndio tunafyeka. Pia inaona iko ndani. Wanaongelea nini hao? Ni shamba. Na sio moja, sio mbili, shamba 3 hapa Juja. Very nice. Na ni area moja development na growth iko promising sana. Stima iko ndani. Hiyo. Maji inapatikana. Wow. Security iko sawa na all basic amenities zinapatikana. Shamba ni 3 na kuingia kwa draw ili kujishindia moja kati ya shamba hizi 3 ni 35 bob pekee. Na mtu akitaka zote 3 iko special ticket ya kuweza kujishindia shamba zote 3 kwa tikiti moja ya 99 bob pekee. Hata hiyo, na barabara ni nywe mpaka kwa ploti yako, na kila ploti is worth 1.5 million Kenyan shillings. Hii 2026 hatuland tu, tunaland mara 3 na tushinde.com au *419# option 4.
4. Umesema vizuri sana. Wewe fieka. Nafieka. Hey. Kaka brother. Yes. Ulikata shilingi yangu ngapi? 8,000. Charles. Yes. Nani kwenu ako na birthday hivi karibuni? Good. Hakuna. Chukua serviette moja tafadhali, kamoja tu hapo. Unajua utamu wa keki haikulae ni mshindi, si ndio? Basi tutafune hii kitu bwana. Hata mimi natamani kuikula. Jalo. Wakukataa kuchukua 8,000 yangu. Charles, unatoka hapa na 25 liters za maji. Mimi nimeweka sherehe vizuri na keki. Baada ya kukataa, on top of hiyo utamu ya keki, iko hiyo shekelea. Na iko taslim 25 liters ya maji. Umeipokea? Yeah. Shikilia hapo na ushikilie kwa nguvu kabisa. Omba. Spin corner. Bado kuna 25,000 inakungoja pale. Kuja nayo. Ken! Ken! Ulikataa shilingi zangu ngapi? 13,000. Kwa hao watu wote wewe ulikataa pesa mingi sana. Ken! Unatoka hapa na 50,000 Kenyan shillings. Sasa ndio na meza. Ken! Ulikuwa unahitaji hiyo kitu. Meza hiyo kitu kwanza, hiyo kitu. Nyosha hiyo mkono. Tayari kuipokea, si ndio? Ulishika na baada inarudi kwa mkono yako. Ken anatoka na ngapi? 50,000 Kenyan shillings. Hiyo ni yako. Umepata yako. Na pia Michael amepata yake. Hii inamaanisha Charles, tupatane kwa spin corner. Charles, naamini bado unaweza ukatoka na zaidi ya maji na vikombe. Uko tayari kujiredeem? Yeah. Twende naye. Unataka upate nini? 25 hiyo, bado uko na nguvu ya kuiangukia. Bado iko. Come on! Come on. Imeangukia nini? Nunge tosheka. Charles. Yeah. Nice. Charles amespini yake mara moja. Tuonane baada ya break. Cheza spin corner sasa hivi kwa *419# option 5. Tuko Nairobi CBD na wakati una dial *419# option 4 unapata nini? Shamba. Nataka leo uelewe tunamaanisha nini tukisema shamba. Let's go experience this. The next few minutes I believe tutakuwa ndani ya Juja. 25 minutes drive tangu tutoke Nairobi CBD, tuko ndani ya Juja. Hapa ndio shamba yako iko. Lori za michanga ndizo hizi, mawe ndizo hizi, hardwares ndizo hizi, kama ni mashule ndizo hizi, hospitali ndizo hizi. Naona hawa ndio watakuwa majirani wako, na barabara ni nywe all the way mpaka kwa shamba yako. Shamba ndiyo hii. Kitu imebaki ni kuimark, kisha ni kupimia ujue size yake.
Mark ya 50 ya kwanza ndio hiyo. 100 ndio hiyo. Ukitaka kupata shamba zote tatu kwa tikiti moja ni 99 bob pekee, na ukitaka kupata moja kati ya hizi tatu ni 35 bob pekee. Shamba ya kwanza ndio hii, ya pili ndio ile, ya tatu ndio ile. Chagua yako ama uchukue zote. So sasa hii ukiingia kwa tushinde.com au dial star 419 hash option ya 4, unajua ni nini unaendea. Baada ya magonjwa kuingia kwa mumewe na mwanawe Rahab, maisha ya familia hii haijakuwa sawa tena. Familia yangu iko na shida sana. Hata sasa hivi bibi yangu ndiye ananifanyia kazi, ananiletea chakula kwa nyumba. Akikosa tunakaa hivyo. This is a story ya from success to struggle. Walilazimika kufunga na kumaliza biashara. Tuko Muna, twende tusikie story ya Rahab. Maisha hapo beleni ilikuwa imekaa vizuri sana. Siku moja tu mimi nisikia mtu akiniambia, mama Mwangi, hebu niangalie miguu. Nikamuuliza ni nini umefanya? Usiku huo alitapika damu karibu karai mzima. Kwa majina naitwa Rahabu Agare Maina. Huyu na yeye ni bwana yangu. Jina yake ni Nahashon Ng'ang'a Dongo. Anakuaga na shida ya heart. Niligojeka kutoka 2016. Nikaenda hospitali kitu mwaka moja na miezi kitu 3. Kutoka siku hiyo mfanyagi kazi na kunywaga dawa kila siku. Nikigojeka tena kidogo napelekwa hospitali, natolewa maji kwa tubo. Sasa kutoka siku hiyo sikuwagi na nguvu ya kufanya kazi. Huyu mtoto nilimzaa kama watoto wale wengine. Lakini alipofikisha miezi 3 akaanza kugonjeka. Nikaenda Kiambu Hospital. Wakaniambia ni pneumonia. Mtoto nikakuja akalazwa pia Nazareth. Nazareth pia walimtibu, wakaniambia ako na TB. Tukampeleka Tigoni. Kumpima wakaniambia huyu mtoto hana TB, huyu mtoto hana pneumonia, huyu mtoto anasumbuliwa na meningitis. Wakanitibia mtoto meningitis. Sasa mtoto tunakaa tu na yeye hivi, lakini hawezi ongea, hawezi simama peke yake, lakini chini anaweza jikalisha. Hey. Rahab. Yeah. Aha. Mzuri sana. Aha. Mzuri sana. Mzuri kabisa. Na kanani aga? Kanaitwa Ndungu. Ndungu. Tondo Briton hawezi kabisa hawezi kusimama. Miguu yake haiko strong. Hawezi simama. Juu miguu yake sio strong. Briton sasa anastahili kufanyiwa nini? Sasa kile tu anahitaji ni kitu ya kumsupport asimame. Like walking aid ama nini? Ya. Unaona ile ya kusimama? Ya kumuingiza hapo ndani. Tena anafungiwa hapa kwa magoti na hapa kwa waist. Okay. Ili hii magoti ipate nguvu ya kusimama yenyewe. Nimesikia story ya Ndongo. Na pia nilisikia pia wewe mimi nilikuwa mtu wa kawaida tu, lakini kutoka 2016 nikaanza kufura miguu, nikaanza kufura tumbo. Kutoka hapo sijafanya kazi yoyote. Kuna kitu unatumia ama ni dawa? Kuna dawa natumianga. So hii dawa inafanya kazi gani? Kutoa maji. Nikataa kunywa hii dawa kama siku 4 hivi, tumbo inakaa hivi. So how are you living your life? Maisha sasa hivi. Kutoka sasa maisha iliharibika kabisa. Sasa hizi kwangu tunasimamiwa na bibi. Hadi anataka kibarua. Rahab, how does it work? Hapo beleni nilikuwa nimeweka kazi ya mafuta taa na makaa. Nilikuwa napata pesa ya maziwa, pesa ya diaper na pesa ya dawa, lakini ikaenda hivyo tu ikaisha. Hii ugonjwa ndio iliharibu biashara ama? Nilikuwa tu naangalia tu hiyo biashara yangu. Nitoe kila kitu hapo. Kwa hivyo unaaminia hiyo biashara ikirudi? Kabisa, mimi naiamini kabisa. Ni nini inahitajika kwa hiyo biashara? Ni makaa na mafuta. Makaa na mafuta ikipatikana itakuwa sawa? Itakuwa sawa kabisa. Na naona mko na mikebe za kupima makaa. Tuko na
Hii tukifungua saizi inamaanisha nini kwa familia yako? Kila kitu kimefunguka. This is the thing yenye mnaamini kwamba inaweza ikashikilia. Inashika. Hii itaanza. Tunafungua leo. Asante. Tunaifungua leo. Sawa. Stoki hapa kama tujafungua hiki. Makaa inatoka area gani? Hapa tu Lemuru. Ni simu tu kupiga tu. Nipe namba. Jina yangu naitwa Charity Kuria ama Mama Ben. Nimefurahia sana kwa jambo yenye mmefanya. Alikuwa anatamani kurudisha hii kazi yake lakini hakukuwa na nguvu. Sasa nimeona iko poa sana. Hata sijui aje nikasema sasa ni kasi tu. Nasho. Niambia kwamba kuna lazima utumie dawa fulani kila siku. Kila siku. Dawa ambazo unakuwa ukitumia tulienda tukazitafuta. Hii dawa utatumia mwaka mzima. Hiyo sasa ndio Mungu sasa. Asante sana. Rahabu, ulikuwa umeniambia mtoto alikuwa anapaswa nini? Ile nini ya kumpatia support. Tunaweza tukatoka hapa tufike Nairobi tuende kwa right place na the right doctors watuambie ni nini mtoto anahitaji. Ndio mtoto asaidike. Kama biashara iko sawa, mzee ako sawa, mtoto pia lazima tumwache akiwa sawa. Sasa tuende Nairobi. Hey. Doctor. Yes. Yeah. Asante. Niambie. Tuko hapa na Rahab. Mtoto wao ndio tulifeel the need ya kuangalia. Hiyo ni mzuri. So sijui procedure leo ni gani? Wani tutamwangalia. Tuassess ndio tujue kitu chenye anahitaji. Kuna assessment coach huko ndani ndio tutaingia. Kulingana na mguu niko, it will need a splint, we call it A4, just to position it into normal position. Weight bearing yake iko na issue kiasi. Uketi iko sawa. Now we'll start with A4 K4 and standing. Just to make him stand down, we continue with the therapy now. So ni socks kwanza, alafu after hiyo then unavalisha kiatu. Unavalisha juu. So inavalishwa juu ya hii. Sasa after umefunga hiyo. After hiyo so tunaingia kwa standing. Miguu ikuwe huko. Akiwa hivyo sasa, ndio sasa unaanza kuinua polepole. Wow. Oh my God. Tunaamini Brighton ataweza kutembea na akirudi nyumbani akoshua chakula na pia wazazi wako sawa, na yote inafanyika kwa sababu yako wewe mchezaji na mtazamaji wa Tushinde. Zidi kucheza, zidi kutizama. Asante. 2026 hatuland tu, tunaland mara tatu na tushinde.com au *419# option 4. Umesema vizuri sana. Nafieka.